Mrembo. Vipi? Unajua vipi na sasa umeondoka? Vipi? Kuna mrembo nimekutana naye huku, lakini kanisingua kinoma saidi ujua. Sasa nikafikiria bwana, mtoto mwenyewe amewaka. Nasikia mtoto amewaka, yani amewaka kinoma ujua. Sasa sijui kama unaweza pata mganga, unajua tupige hesabu nyingine. Si unaweza pata kitu kama mganga hivi. Mganga? Ule mganga toka Pemba. Ule wa Pemba huo. Unajua mahali alihamia siku hizi. Najua. Sasa basi tunipeleke huko. Okay, basi nikupeleke maeneo. Yeah. Nataka kufika huko. Mtoto amewaka sana alafu ananikataa. Mbaya chombo. Jana mdogo. Jana mdogo. Toa. Kuja kinyuma nyuma. Kijana msaidia vipi kijana? Nimsaidia vipi kijana? Msaidie vipi kijana? Wacha, tumeshajua taabu zenu kijana. Sawa. Nimejua mmekutana na mrembo. Ukweli si ukweli? Ukweli si ukweli? Mababu wanasema mrembo amekukataa. Kweli si kweli? Kweli. Mimi ni mganga maarufu kutoka Pemba. Nimesaidia watu wengi. Unataka nikusaidia vipi? Nataka kumpata mganga. Hilo si tatizo, lakini kuna masharti. Dawa ipo. Umesikia kijana? Sasa masharti ya kwanza, enda tafuta jasho la ule msichana. Uleta hapa. Mababu wanaitaka. Utampata kwa njia rahisi. Nasikia kijana? Amka kijana, enda tafuta jasho la ule msichana ulete. Sasa brother, hii kitu ni kama itakuwa ngumu sana, maana masharti yenye mganga ametupea noma sana bwana. Itabidi tumerudi huko sasa. Yani huyo mrembo bwana, nakwambia jomba, yani kunywa kinoma saidi. Itabidi tumeenda kwa mganga, masharti yamekushinda. Itabidi tuende atubadilishie masharti. Si kuna uwezekano, lakini kubadilishiwa masharti. Atabadilisha. Sasa kama umeshindwa utafanya aje kaka? Sababu sasa tutafanyaje na mimi hiyo mtoto yani mind kinoma. Wacha hata wewe una waste time bwana. Tuondoke au sio? Haya. Karibu. Yani uno la Kongo kumbuka hivyo. Kinyuma. Toa viatu. Keti chini.
Uno la Kongo. Waachilie jana mdogo. Nilijua tu. Mlifaulu masharti. Mganga, ya masharti ambayo ulitupa magumu sana bwana. Nilijua. Lakini usiogope. Una nafasi nyingine. Sasa kuna sharti nakupa. Dawa ipo, utapata, lakini kuna masharti ndani mwake. Uko tayari? Niko tayari bwana. Niko tayari. Sasa dawa iko wapi hapa? Ndio hii dawa. Ona hii dawa ina masharti ndani mwake. Ukitaka kupata yule binti sasa nakupa hii dawa. Umesikia kijana? Kwa barabarani usioangalie nyuma wala kusalimia mtu yeyote, hata akikuita. Bura hii dawa itafanya kazi, na ukifika nyumbani saa 6 ya usiku wa manane, toa nguo ke uji. Umeshika hilo? Kauji. Tulikuwa hii dawa anza kupuliza wakiita jina la huyo binti. Mganga, sijui hata jina lake anaitwa nani. Wewe chukua jina lake. Ita yule binti. Ita yule binti tu. Sema moyo wangu umekutamani. Nakutaka. Unavyoona huyu hajui jina la huyo msichana, ilikuwa ni haina tatizo. Ita tu binti. Binti wewe, moyo wangu unakutamani. Shika dawa. Sasa masharti umeyashika? Ndio. Usisalimia mtu wala hata kama yule binti barabarani. Dawa itafanya kazi hadi saa 6 wa manane usiku unapomwita ukiwa uchi. Alafu ukishindwa kufanya masharti hayo, ole wako. Ondokeni kijana. Na babu wetu wanasema tumekubali. Demu ni yeye bwana. Hiyo ndio nilikutana naye huko bwana. Yeye. Kwa hiyo mtoto anafanya mbona? Hiyo. Oya dada. Hai. Sasa kuna sharti nakupa. Dawa ipo, utapata, lakini kuna masharti ndani mwake. Uko tayari? Niko tayari bwana. Niko tayari. Sasa dawa iko wapi hapa? Ndio hii dawa. Ona hii dawa ina masharti ndani mwake. Ukitaka kupata yule binti sasa nakupa hii dawa. Umesikia kijana? Kwa barabarani usioangalie nyuma wala kusalimia mtu yeyote, hata akikuita. Bura hii dawa itafanya kazi, na ukifika nyumbani saa 6 ya usiku. Kosia masharti bwana. Hizo ni shida zako, mimi usiniweke tafadhali. Bro. Mganga alivyokuambia hujafuata masharti. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Mimi sijui. Wewe ndio umekosea, mimi sina shida.
Vipi kaka? Kwema? Kwema. Kusaidia? Hakuna tatizo. Upo sawa kabisa. Okay, sawa. Yeah. Jamaa, njoo kidogo. Bro. Niaje? Salama. Kusaidia? Wewe ni wa huu mtaa? Mimi natokea huu mtaa. Poa. Sasa bro, nataka kuna tatizo kidogo nisaidie. Kuna mdada fulani hivi nimekutana naye juzi. Ana nini mfupi kidogo, alafu mrembo hivi. Alafu mnaona kidogo hivi. Sijui kama unaweza mtambua, simjui jina lake lakini. Jina lake kwa hii mtaa kuna wadada wengi, sasa siwezi jua ni mgani. Sasa ni vile tu nimekuelezea, unaona kidogo alafu mfupi hivi. Yes. Alafu mweupe kidogo hivi. Unamzungumzia Kasha ama ati Kasha? Alafu na Lucia. Yeah. Sijui anaweza kuwa Lucia ama Kasha. Anyway. Bro. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Levin. Yeah. Poa, mimi naitwa Songo. Okay. Sawa, tutakutana bro. Pisikali hiyo. Sijui kama huyo jamaa ataweza kuimaintain. Lakini lazima ni Imekuwaje? Poa. Namna gani Jomba? Bro, na vipi? Nakwambia maisha yanakuwa ngumu sana Jomba. Ana sasa matukio yanakuja kibao juu. Saa hizi tu nimekutana na yule mrembo pale bwana. Iko na boy hiyo. Ndio roho imeniuma sana. Roho imeniuma sana Jomba. Alafu kisingatia bana, mtoto mwenyewe bwana. Sasa sijui nikueleza vipi bro. Bro, sijui nitafanyaje lakini vipi? Mganga alisema tukikosea masharti tunaweza fanyaje? Tunaweza rudi labda. Ndio Manyoli arejea masharti hata nini? Ndio masharti kweli niliharibu, lakini sasa unaweza sema hakuna njia nyingine, labda hata kama tukitumia pesa labda itabidi tutumie pesa. Itabidi nitafute pesa tupelekee mganga. Tupelekee mganga tuone kusaidia aje. Masharti yake bana mazito. Hapana kaka, ile masharti mimi siona kama ilikuwa mazito. Ni mwenyewe uliharibia tu. Lakini hata wewe unaona situation uko hapa. Wewe mwenyewe mtoto kakuchanganya bwana. So bro, fanya hivi. Kuna kahela huko nyumbani. Ngoja nikachukue alafu kisha twende kwa mganga sasa hivi. Okay, ni sawa basi. Yeah, bro. Utanikuta tu hapo. Okay. Vipi dada? Poa.
Unapendeza. Nashukuru. Sijui nimekuwa na maongezi na wewe. Maongezi gani hayo jamani? Kutoka venye nimekuona nimekupenda. Jamani, wacha kunizungua wewe kaka. Una jambo wewe? Hapana. Imetokea tu kukupenda, sijui mbona. Yaani unanipenda mara moja tu papo umeniona hivyo ushanipenda wewe. Si kawaida. Siwezi jua mbona nimekupenda, lakini kutoka roho mwangu nimekupenda. Sawa. Kupenda si tatizo, lakini sasa inategemea ni nani. Niamini mimi. Nakuamini vipi wewe? Najaribu tu hata kuniamini, nakupenda. Sawa, Mwenyezi Mungu ni mwenye upendo, lakini sasa wanadamu wengine nao waongo. Okay, ni sawa. Lakini jua tunakupenda. Haya, hamna shida. Acha nifikirie kuhusu swala hilo. Kwa hiyo. Sawa. Dia kijana mdogo. Leo nimeona chakula kitamu. Tunatembelewa na wageni. Leo tunatembelewa na wageni. Kijana mdogo. Leo tunatembelewa na wageni. Uno la kono. Uno la kono. Uno la kono. Shabari yake. Kijana karibuni. Karibuni wageni. Karibuni vijana. Kijana, masharti yalitimia. Ulishika masharti. Hongera kijana. Mganga, ndio kijana. Unajua nilikosea masharti mganga. Ulikosea masharti? Ndio. Kwa nini sasa ukosea masharti kijana? Nisamehe sana mganga, alitojirudia tena. Tukusaidia vipi kijana? Tayari umeshazingua masharti. Tukusaidia vipi? Ongea haraka kijana. Sasa mganga, nimekuja na pesa mganga. Ndio kijana. Alafu wewe nisaidie tu kazi ikamilike mganga. Ndio kijana. Hamna tatizo kijana. Lakini kukusaidia kijana, lazima unajua jina la huyo bindi. Jina la huyo bindi. Unajua jina la huyo bindi? Ukijua jina la huyo bindi. Nimekumbuka jina lake mganga. Naitwa nani? Naitwa nani? Naitwa
Acha kijana, mababu wameshatuambia. Sasa kijana, kuna dawa inayo ni rahisi sana. Ukishatumia hii utafanikia kumpata, na hii dawa lazima utoe fedha. Una fedha 10,000, una 10,000 unipe saa hizi, dawa ipo. Ndio, ninayo. Ina karimu 10,000. Kijana, toa fedha nikupe dawa, kazi yako ikamilike. Utapata bindi kwa njia rahisi, hata zingua tena. Ganga, pesa ndio hizi hapa. Mababu wamekubali ombi lako. Hebu leta fedha. Kijana, umefaulu. Asa kijana, ikuna dawa. Hii dawa hii mzizi. Umeiona kijana? Ndio. Kuna masharti pia. Hii nayo nakupa, lakini ina masharti makali. Jambo la kwanza, unaweka kwenye meno ndani ya mdomo. Unapokutana na hiyo bindi, ukimwongelesha tu kabla hujarusha neno la kwanza, tayari atakuwa amekubalia. Kijana, tumekubali. Ndio. Umekubali ombi? Ndio. Mababu wamesema hilo ni sharti ambalo utaweza kukusaidia kwa njia rahisi. Wamesikia matatizo yako. Kijana, chukua dawa. Umesikia kijana? Nasikia. Na wewe kijana, kuna tatizo mahali, lakini ondokeni. Ondokeni kijana. Yaje bro. Uko salama? Yes. Bro. Manze, nakuambia vitu zimetiki. Wewe. Kutiki kivipi tena mbona? Naona ile day tulitoka kwa mganga hiyo. Hiyo dawa alinipatia ya mwisho hiyo. Mazeme wake kinoma sasa hivi. Umefanya kazi. Yaani nakuambia saa hizi ni mtoto yake. Yuko hapa Jomba. Noma. Yaani hapa hatoki kabisa. Noma sana bro. Ikiwa hivi saa hizi naenda kumcheki yani. Yaani siwezi kaa mbali naye, unaona? Acha niondoke bwana. Niende kumcheki. Okay, sawa, tutapatana. Sawa bro. Tutachekiana bwana. Mambo mrembo. Poa sana. Naona unawiri kabisa, umetokea. Yeah. Hadi usiku mzima tu sijalala. Nilikuwa nafikiri nikiwaza tu tutakutana na wewe saa ngapi. Wewe. Nataka tu asubuhi ifike. Sasa mimi ndo huyu. Mambo ndo yalivyo, vile unaona. Yani vile nakuona umelainika line kabisa mpaka
roho inatunda kama ile inataka kutoka. Sasa unasikia mrembo, mimi mwenyewe naitwa Henrik Songo. Sijui jina lako nani kwanza? Nisibahatishe kabisa. Kasha. Oh, Kasha. Vizuri sana, kumbe ndenyewe hivyo. Sasa mrembo, mbona nipatia haga niende, tutakutana. Kumbe ni wewe. Vipi, ulifaulu kumpata huyo msichana ama bado? Yule nilifaulu kabisa jomba. Yaani vile uliniambia tu sijui majina yake hapa. Kazi imekuwa rahisi, nimempata kabisa. Kwa hiyo tuonana siku nyingine jomba. Okay, haina wasi. Madeni. Kasia kaplot kangu kanaweza kakanisaidia. Jamaa vipi? Sasa mimi nimetengeneza plot yangu, anafanya nini hapa? Bana ufanya nini kwa shamba yangu? Bana leo unafanya nini kwa shamba yangu? Hii shamba ni yangu. Hii shamba ni langu bana. Wewe bana mzee. Wewe mzee, raha ni gani kwa shamba langu bana? Wewe mzee, nini? Shida ni gani bana? Bana unafanya nini kwa shamba langu bana? Bana ni juu. Sawa. Umeona nini? Na kuendea kwa mganga anatoka pia. Ili shamba ni langu bana. Hala. Natembelewa na mke. Natembelewa na
Toke nyuma nyuma. Toke nyuma nyuma kijana. Ndio kijana mdogo. Huyu ni mgeni huyu. Keti kijana. Tumbuiza mgeni kijana. Napiga na uno la Kongo. Hauna tumbuiza yeye. Uno la Kongo kijana. Kijana karibu. Uno la Kongo. Nikusaidia vipi kijana? Nikusaidia vipi? Kijana nikusaidia vipi kijana? Kuna shida. Shida gani kijana? Nakusikiliza. Kashamba kangu, ploti yangu. Ploti imefanya vipi kijana? Mababu wanakusikiliza. Bana kuna umse bana, tunasumbuana kwa shamba. Anasema ni yake. Anasema shamba ni lake. Tumfanyie vipi kijana? Mababu wanasikiliza. Tumuondoe tu. Nataka tumuondoe. Hiyo si tatizo. Leo ni jambo jepesi sana. Sasa kijana, una 50,000. Dawa ipo. Huyo utamuondoa kirahisi. Una 50,000. Una 50,000 kijana. Mababu wamekubali kijana, mababu wamekubali. Sasa nakupa dawa kijana, utaenda kuweka kwa hilo shamba. Atakuja, ataondoka, roho yake itakataa kuja kwenye hilo shamba. Hatawahi kuja tena, utafanya mambo yako wewe mwenyewe. Umesikia kijana? Na hii dawa ambayo nakupa saa 8 ya usiku, unatoa nguo, nenda kinyuma nyuma bila kuangalia nyuma, ukiwa uji wa mnyama. Umenisikia kijana? Ukifeli hilo, dawa itafanya kazi. Kijana, ndio hii dawa. Ndio hii dawa kijana. Umeshika masharti kijana. Natumai utafanya kwa ufasaha. Jambo lako ni dogo, limeisha hilo kijana. Saa tuonane. Mimi kijana mganga maarufu kutoka Pemba. Sawa kijana. Kijana mdogo, sindikiza yule.
Jomba. Yes. Namna gani? Salama. Naona uko hapa. Bro. Sasa unaona ile dem nilikuwa nakwambia Jomba? Yeah. Kuna day bwana nilipita hapo hivi huko mtaa fulani pale, nikakutana naye hiyo. Alafu sasa mtoto kanikumbatia. Alafu si boye wake huyo boye yule nilikuelezea siku moja anatokea Jomba. Eti anataka nipige mimi. Nakwambia nilimwekelea makeio. Kale kijana anaguanga nako kale. Basi, hako sasa. Nakwambia nikawekelea makeio hata sasa nafikiri kwa hospitali ya. Wacha hizo. Ni muo yani mimi zile enzi za nini zile pale 207. Nimepigania Kenya je. Vita ya 2007. Noma sasa hivi. Noma ni kale ni. Mimi ni muo. Sawa. Usifanye niko kuogopa sana. Mimi naogopewa kwanza, in fact mahali nimetoka naogopewa sasa hivi. Acha Jomba. Ule jamaa yako mwenye anakuwa na dem fulani hivi. Yes. Semaje huyo dem nimemkunywa mbaya sana. Niingia rohoni. Yeah. Alafu bana, yule demu anapenda huyo jamaa sana wewe. Acha hizo. Akilini Jomba, sijui kama utaweza hapo. Utawezana. Wewe kwanza huyo jamaa haizani na hiyo mali kabisa. Siseme hivyo bwana. Unajua watu bana, yani wako hapa. Naona hapa Jomba. Hata ikiwezekana huyo jamaa nataka tu nikimpata tu hivi. Tunaingiana. Acha hizo. Lazima nimmalize huyo jamaa. Nibaki mimi ndio. Haya, mimi ni kuangalia tu Jomba. Mimi sina la kusema, mimi nishapata wa kwangu ujue. Lakini hiyo mali inabaki kwa ya kwangu. Huyo jamaa lazima ni haya fresh. Mimi nipo. Nitaangalia siku ikifika. Tunaona mbivu na mbichi. Bana mna gani brother? Unajua jamaa ndamumaliza wale. Yes. Yule niliwaona mkaenda ile hivyo kwa mganga. Sijui mlikuwa mnaenda nini? Kwa mganga. Usijali kabisa Jomba. Tulikuwa kwenye mishe zetu, tunajua wanaume tena. Tunatupitia pale, tulikuwa something. Naelewa tu mambo ya kawaida side Jomba. Isikusumbue kabisa brother. Bila halina wasiwasi. Halina wasiwasi kabisa. Vipi Jomba? Mababu wamesema tuongeza nguvu yetu sana mkuu, lakini tena wamesema tunakutembelea leo. wakukaribisha. Kijana, kuja kinyuma twaje tu. Karibu kijana. Karibu. Kuja kinyuma. Keti kijana. Kijana. Mkuu, subiri ndio Kongo. Iko hiyo. Kwako kijana. Sawa kijana mdogo. Kijana nikusaidie nini? Haraka kijana. Mganga, nina tatizo. Achana, mababu wameshatuambia, wameshakutangulia. Kijana karibu. Tatizo lako kutatuliwa. Lazima unilete machozi ya mama. Mganga, sasa yeye natoka wapi? Maza kijana. Ondoka kijana. Kijana ondoka. Ondoka kijana.
kijana mdogo. Mkuu. Umeti hapa. Unahitaji damu ya Mkuu. Kuna jirani ana katoto. Nataka kunywa damu. kijana mdogo, utafanya hiyo maneno, utashughulikia hilo tatizo na usichelewe. Mrembo, unajua ile siku pale man, nilikuwa haraka hata tu kuweza kusungumuza kabisa yani. Lakini sasa kuna namna hivi yani, tangu zamani kabisa hapo mwanzo nilikuwa nakupenda zaidi. Sijui kama unashika mrembo. Yeah. Yani kutoka ndani ya roho yangu mimi. Nakupenda zaidi jinsi ulivyo, alafu unacheki sura unaona vimashafu tayari vina nawili hapa. Yani kuangalia tu hivi mwili unakwisha nguvu kabisa, na kwa yule nimemwagiwa maji moto sasa hivi. Lakini sasa nataka nikuhakikishie kabisa, siona nimelewa, naona kunywa kidogo, lakini hiyo isikupe wasiwasi kabisa, yani nakuhakikishia kabisa, siku nitakuoa hapa, tutaishi vizuri, tutakaa vizuri, tufurahie maisha. Alafu mjomba, mimi nakwambianga siku hizi unajua vijana wanasumbua sana. Siku hizi vijana wamekuwa vichongongo hata sijui. Naona usijali kuhusu ile swala tumeelewa. Mimi nakupenda jinsi ulivyo. Nasikia la ndani ya roho yani. Alafu vipi yule jamaa alitukuta pale alikuwa anasemaje yule jamaa? Najua alizingua kinoma zaidi yani. Wewe usijipatie stress kuhusu yule jamaa, achana tuna yako. Basi mambo ndo yali. Sasa ndugu yangu, unasemaje? Hii barabara ya kutoka kwa dada yetu imekuwa siku hizi mbovu sana. Imekuwa mbovu kwa siku hizi ya msiyo. Umeona kule nyuma matope yamejaa, atujui sasa kutakwaje. Lakini haina maneno. Vile umesema ndugu yangu. Siku hizi vijana wanasumbua. Tutawapata. Vijana wa kizazi kipya siku hizi. Si wa kupembeleza. Hawa inafaa tuwachape kipoko. Sawa, na kipoko ni fimbo na ni hii. Sasa wewe don't describe, unajua Kiingereza inanichanganyangako kidogo. Mzee achana na Kiingereza. Twende tutafute vijana. Siku hizi vijana jana tunawatafuta, patala tuende kwa pombe, tunaenda kutafuta vijana. Unaona nini hapa mbele? Si maneno tu tulikataa kwa kijiji chetu. Wewe kijana, mambo vipi? Unajua hii maneno pana, sisi hatutaki vitu kama hivi. Kwani wazee hii kijiji wanatoka wapi? Wazee wa hii kijiji. Vijana wameharibika bana. Sasa sisi hatulijua tu wewe huwezi tongoza. Sasa hizi ndio tabia gani mnafanya? Mzee sikiliza kwa makini sana mzee. Wanasema aje, sikiliza kwa makini sana. Wewe bisa unajua unaongea na nani? Ni hapo ndo. Nenda kidogo pale. Machozi ya baba. Yaani krokodili yule. Mganga, sasa yeye anatoka wapi? Nyamaza kijana. Ondoka. Anaita. Ondoka kijana. Kijana ondoka. Kini mzee mwenzangu. Mimi sijafurahishwa na hicho kitendo kabisa. Si wewe peke yako, hata mimi hiyo kiti imeniuma sana. Sawa. Angalia mwingine sasa. Kijana mwingine sasa. Kijana, unafanya nini hapa njia? Kijana mtoko ameshika kiti. Mbona unawaza mambo mengi? Mzee, nilikuwa na tatizo. Sijui kama hilo tatizo mnaweza nisaidia. Tatizo gani kijana? Kuna msichana nilio yangu ilikuwa imempenda. Sisi tunakaa tukielimisha vijana waachane na mambo ya mapenzi.
Mapenzi yanauma. Fanye hivi. Mzee, sikiza mzee mwenzangu. Nisikize. Kijana amekuwa amewasa akakuuliza anakona shida inafaa umsaidie. Tumsikize kijana mdogo huyu. Kijana. Toka hapa kwa ajili. Na nilienda kwa mganga. Wakasema nitafute machozi ya crocodile. Sijio. Hey! Masharti mangumu aje kijana. Machozi ya crocodile. Utatoa wapi hiyo machozi? Kijana. Sisi tuko na mbinu moja ya kusaidia. Ili hali kwa sharti moja tu. Uko na 25,000. Hey. Wazee, sasa hiyo nikatoa wapi? Fanya hivi. Kijana yuko serious na msaada. Hatuishi kwa hii mkijiji, hatuishi huku. Ukiwa serious na sisi utatutafuta. Hapana wazee, na nikijaribu kupunguza mjaribu kupunguza. Venye amekwambia hiyo dawa ukishapewa mambo yako yanakuwa nyingi. Mambo ya si maneno tu tulikataa kwa kijiji yetu. Wewe kijana, mambo vipi? Unajua hii maneno pana sisi hatutaki vitu kama hivi. Kwani wazee hii kijiji wanatoka wapi? Wazee wa hii kijiji. Vijana wameharibika bana. Sasa sisi tulijua tu watu wewe huwezi kuongoza. Sasa hizi ndio tabia gani mnafanya? Mzee sikiza. Sikiliza kwa makini sana mzee. Wanasema aje? Sikiliza kwa makini sana. Wewe bisa unajua unaongea na nani? Ah, ni hapo ndo. Nenda mjibu. Mzee mwenzangu. Yes, mimi sijafurahishwa na hicho kitendo kabisa. Si wewe peke yako, hata mimi hiyo kiti imeniuma sana. Sawa? Angalia mwingine sasa. Kijana mwingine sasa. Kijana, unafanya nini hapa njia? Kijana mtoko ameshika kiti. Mbona unawaza mambo mengi? Mzee, nilikuwa na tatizo. Sijui kama hilo tatizo mnaweza nisaidia. Tatizo gani kijana? Ni kuna msichana nilio yangu ilikuwa imempenda. Sisi tunakaa tukielimisha vijana waachane na mambo ya mapenzi. Mapenzi yanauma. Fanye hivi. Mzee, sikiza mzee mwenzangu. Nisikize. Kijana amekuwa amewasa akakuuliza anakona shida inafaa umsaidie. Tumsikize kijana mdogo huyu. Kijana. Toka hapa kwa ajili. Na nilienda kwa mganga. Wakasema nitafute machozi ya crocodile. Sijio. Hey! Masharti mangumu aje kijana. Machozi ya crocodile. Utatoa wapi hiyo machozi? Kijana. Sisi tuko na mbinu moja ya kusaidia. Ili hali kwa sharti moja tu. Uko na 25,000. Hey. Wazee, sasa hiyo nikatoa wapi? Fanya hivi. Kijana yuko serious na msaada. Hatuishi kwa hii mkijiji, hatuishi huku. Ukiwa serious na sisi utatutafuta. Hapana wazee, na nikijaribu kupunguza mjaribu kupunguza. Venye amekwambia hiyo dawa ukishapewa mambo yako yanakuwa nyingi. Hakuna kuwaza tena. Tukutane siku nyingine. Maribika. Hiyo tena ni aribia marada. Usongoka leo sio maribika. Unaona hapa una mapresha zangu, unaanza kuniletea ufala wako. Toka hapa. Muone. Hii mapenzi nayo ni hatari. Jini kwangu ama kuna watu wengine pia wanakaa hivyo. Watu huyu jamaa. Siwezi muacha hivyo. Mpaka ndamfanyia kitu huyu jamaa. Siwezi muacha hivyo. Ndamaada huyo, ndamaada. Anijui, anitambui. Ya mimi ni yule msee bana. Ndamaada huyu jamaa mbaya sana.
Yeah. Fresh bwana. Inaitwanga Mafia bwana. Mimi naitwa Livi tu. Livi moja. Moja tu. Naona umetulia kwa hii kipanda wanakuwa na ma stress ya. Kuna gitu tu wanaume straight tu za madem. Niambia sasa tu. Soja kuna nilikuanga na dem fulani na tukasaidia kwa chini. So tulimit na yeye kuna boy mwingine huko chini. So akaning'ora. So hadi na chini nifanye nini? Nani alikung'ora? Yo sijui boy hata anatoka side gani. Ni mgeni tu. Ni mgeni TV hiyo boy. Na huyo dem bush na yeye mipangapi? Almost 2 years. Sasa ya mwezi ongea naye. Hatuwezi ongea na yeye hata. Sasa buda ngora bana. Unacheka nini Unacheka nini wewe buda? Nacheka hiyo mambo yako. Mambo gani? Wewe kijana niko na stress alafu unacheka. Wewe ulikuwa wapi? Ukikunyang'anya demo? Una mistari nini? Sasa tuna mistari. Hiyo jamaa but siwezi mwacha hivyo. Ndio revenge. Bana, najua pia mimi nilikuwa nitoke hivi nyumbani. Nikutana na demu mwingine bana. Karembo. Kanifutia na kisa kameleta shida, kameleta noma. Hiyo sana, nimekaambia tu mimi naitwa Maya. Ni sawa mtoto bana. Nenda mtafuta mtoto akoshua. Ona atachekia. Fresh. Hadi mimi nafika hivyo. Kwa home. Songo! Wanajali. Naja hapo. Jamaa, hii naipenda kutoka rohoni mwangu. Jamaa, hizi una wazimu nini? Yaani kitu nachokipenda kutoka ndani ya roho yangu. Vipi, achana na hiyo. Nilikutana juzi na wazee fulani hivi wawili. Yes. Wakaniambia wanaweza nisaidia. Lakini wanataka 25,000. Wazee gani wakusaidia vipi? Una matatizo nini? Jamaa, unazingua Saidi. Unasema wazee gani wanakusingua mwanangu nikusaidia? Ile swala langu la kumpata yule mwanadada, kumaliza yule jamaa. Sasa nilikutana na wazee wawili wanataka 25,000. Sijui wazee gani wanataka 1000 za nini? Ona sasa mimi niko na 1000. Ninaenda na tipigia zangu bia kule, mambo mengine yanaendelea. Alafu mwanangu sikiza. Wazee unaongelea Jomba. Mimi kuna wazee wamenizingua kule ujue. Lakini nakwambia mimi ni Mafia yani. Mimi sibahatishi, tekeshi mwanangu. Namwambia nimewapasua. Acha hizo unazingua tena. Ngoja. Changuka kabisa ndo. Mimi wasilewe. Sasa ulikuwa unasemaje mwanangu? Ile swala ile nilikutana na wazee wawili wanataka 25,000. Sijui. Ngoja. Nisema nataka ile bendi, si ndio? Yeah. Sasa mimi nipo na mganga mmoja. Tena ni maarufu Saidi. Naelewa ndugu yangu. Ndio vipi maybe uniambie sasa. Njoo kesho asubuhi. Sawa? Njoo kesho asubuhi. Saa hizi siko sawa kabisa.
Nifikia watu ile shamba letu. Asiniwe kuna siku fulani nilikuwa na wewe kule. Wewe ni yule brother? Yeah. Nenda nikafikiria, nikaona haiwezekani. Mbona sasa hivi? Wajua mimi na mpenzi wangu. Haijalishi. Napenda sana. Sasa mimi sioni kama ni vyema kumsaliti. Hapana. Wajua mwanamke ameambiwa nini kuwa na mwanaume mmoja. Ndio, lakini unajuaje kama anayependa? Ninahisi tu ananipenda. Haja nikosea hata siku moja. Hapana, wewe jamaa sidhani. Kuja kwangu. Alafu vipi, sijui kama wewe jamaa anafanyia niliona ile siku sijui alikuwa anaenda wapi. Alikuwa na nani? Alikuwa na jamaa fulani hivi, ana jamaa yake. Wakienda wapi? Sielewi, lakini inaonekana alikuwa anaenda kwa mganga. Nitakuamini aje? Labda umekutana na watu tu njiani hivi alafu ukapiga picha. Hapana, ile maeneo mganga inakwanga kwa mganga huko. Unakujua? Wananijua lakini nasema wewe unakujua huko walikokuwa wakienda? Siujui huko lakini na shughuli ilikuwa kwa mganga. Nitakuamini vipi? Kwa sababu hajawahi nikosea. Hapana. Nitafuatilia alafu nitakuletea picha kamili nikuonyeshe. Ni sawa, lakini kuamini hivi kama sijaona, utanidhibitishia vipi? Siwezi kuamini mambo ya umbea. Maana sisi tumependana kabisa na sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza kuja kati yetu kututenganisha. Sasa nitafuatilia wewe jamaa alafu nikuletee. Ni sawa, lakini unajua mimi sipendi mambo ya urongo. Labda tu nimpate mimi mwenyewe kwa makosa, basi nikimfumania ndio naamini kweli amenisaliti. Na kuhakikishia ukweli, wewe jamaa nikaa anakuendea kwa mganga. Sawa, nasubiri. Lakini sasa ile jambo letu, usijue tena nakupenda. Nasubiri kwanza unidhibitishie kama kweli wanaenda huko kwa mganga unakosema ama wewe wanadanganya tu ili kuja kujitetea. Wajua nyinyi wanaume huwa mna wivu sana. Tuna wivu lakini mimi sinanga ile wivu. Ukija tu hivi na evidence basi mimi nakuamini. Sawa brother? Sawa, alafu sasa at least ungenijibu leo sasa. Siwezi kujibu. Sawa. Mimi nasubiri kwanza wewe ufuatilizie uje na unidhibitishie ndio umefanya hivi, hata ikiwezekana unipeleke huko. Nikikuletea tu picha una uhakika utanipa jibu? Sitaamini, nataka kuona kwa macho. Okay, sawa. Kweli. Sasa unajua mpenzi, hivi kesho naondoka. Nimepata kazi nje ya nchi. So itanibidi tu nisafiri kesho. Nje ya nchi? Kwenda nchi gani? Dubai. Mbona imekuwa ghafla hivyo? Hapana, imenibidi tu. Unajua hali pia imenisukuma, so imenibidi. Hivyo sasa mimi nimekuzoea. Si kawaida kukaa mbali na wewe. Sijui nitafanyaje. Nitasononeka sana. Hizi habari zimenishtua. Usijali. Unajua tu nipo kwa ajili yako. Chochote nitajituma ajili yako. Niahidi kufika kule hautabadilika. Siwezi, siwajua. Nami nitabaki mpweke tu na nishakuzoea. Asubuhi nikiamka na kuona, mchana na kupiga simu kama umeenda kibaruani, jioni niko tayari kupokea. Itabidi nimezoea. Basi nitabaki tu na wewe, usijali. Niwe tu usanitoshe. Sawa. Kuna huzuni kweli ndani ya roho yangu. Na hili basi kulilinda penzi letu. Ndio. Hata kama uko mbali najua tu bado moyoni ni wewe, haujafutika. Lakini ukijaribu tu nje, so unajua venye mimi hukuwa wakati nimekasirika. Ninakujua. Mimi si mgeni kwako. Sita mimi. Ni sawa, mimi nakutakia safari njema. Najua ni mazuri unaenda kutafuta na ukija maisha yetu yatabadilika. Au si? Safari.
Sema vipi? Poa sana jamaa. Umetii sheria si ndio? Kabisa. Safi. Ndio. Jamaa. Nafikiri umepepa muamala si ndio? Pesa ninazo. Sasa tufike huko Zingwe kinoma sasa hivi. Mganga hataki mchezo kabisa. Pesa zipo. Uko na pesa mingi, unajua huko ni pesa huyo. Siku ngapi kijana? Tushatoa kafara. Siku 7 kijana. Tusipofanya kafara, nguvu zetu zitaisha na tutaangamia watu. Mababu wanasema kuna wageni, kuna wageni. Tusipopata kafara siku 7, nguvu zangu za uno la Kongo zinapunguka kabisa. Itabidi tumeharakisha huku. Itabidi tutafute mtoto mchanga tumuponde ponde. Asante. Keti kijana. Kijana moyo. Mababu wanawasikiliza. Karibuni. Yes kijana, ulifaulu. Ninakusikiliza. Mganga, hii jambo langu lilienda vizuri kabisa kama vile nilivyotarajia. Ndio kijana. Yaani saa hizi mimi nipo dunia ingine sasa hivi. Nipo mbinguni mganga. Mimi ni mganga maarufu kutoka Pemba. Kijana, ulifaulu masharti, mbona umekuja na huyo? Matuna kusikiliza, masharti ulifaulu. Bwana mganga, sikufaulu. Kwa nini? Kwa nini kijana? Tukusaidia vipi sasa kijana? Nilikuwa nimekuja na ndugu yangu hapa, alikuwa amenileta. Na mganga, hivi ninavyomuona anapitia shida kaya kwangu kabisa. Yana amekuja na pesa tu. Na pesa tu. Umsaidia sana. Mababu wamesikiliza taabu, lakini kijana wamesema kukusaidia lazima uwe na fedha. Lazima uwe na fedha. Pesa ninazo mganga. Kama una fedha, ila na tatizo limeisha hilo. Mimi ni mganga maarufu kutoka Pemba. Kijana, toa fedha tukusaidie. Harakisha, mababu hawana muda kusikiliza tena. Mababu wamekubali. Asa kijana, dawa ipo. Na hii dawa ina masharti. Ukifika kwa hiyo masharti lazima yafanye, bura itafanya kazi. Umenisikiliza kijana? Sasa hii dawa kijana, ukifika kwa yule binti ambaye unamtaka,
Tuliza tuienda kidogo penye yupo, kidogo tukimumbali asijue, roho yake itanyenyekea chini yako, utampata kirahisi na utashukuru mababu. Ndio chukua dawa kijana. Natumai shida yako imekwisha ukipata masharti. Uliza kijana mwenzako, yeye sana enjoy maisha. Sawa kijana, natumai itafanya kazi. Ondokeni vijana. Vipi mrembo? Leo umeamua kunitembelea kidogo. Lakini huko penye umetoka wazima? Okay. Ni vizuri. Sasa pia mimi niko salama kabisa. Sijaona jambo baya kabisa hapa. Alafu sasa ile siku nilikuwa nakwambia nataka nikuoe. Sijui unaonaje hapo? Nataka nikuoe mwenyewe. Najua nimekaa mwenyewe muda mrefu sana. Naona kidogo tumezoeana. At least niamue nikuchukue kabisa ya. Haina shida lakini naogopa. Naogopa nini sasa? Usijali. Leo ukiwa na mimi, vile tu nilikwambia, ukiwa na mimi nitakulinda vizuri. Tutaishi vizuri. Sidhani kama uko na jambo baya labda yenye unaweza sema unaogopa labda. Nasemaje hapo? Sasa usijali kabisa. Najua unaogopa lakini isikushtue sana, okay? Sasa yani nakuahidi kabisa ya sitakuja nikuumize hata kidogo. Sawa? Sawa. Haina shida. Lakini mimi naogopa kuja kuumiza moyo wangu. Yani hapo ndo ashaga kabisa ya. Lingana vile nakupenda. Sitakuja nikuumize ama nikuchiti labda mambo mengine yatatokea kabisa. Sawa. Basi tuondoke ama? Haya poa.
Tulia hapa hivi. Kama pesa tunakuwa. Niko na pesa kibao. Ya gani? Nataka pesa. Aizo nakusumbua. Usijali. Nikiwa mwanaume bila pesa ni kama ni harusi mkaichoma. Usijali kwa mapenzi bila pesa. Iweze kusaidia. Tafuta pesa. Labda baadaye uweke mapenzi. Kisha pata kazi yako. Unaweza tafuta msichana. Mbona unaje? Hiyo ni niko sawa. Try ni mtachagua. Mwanaume ni lazima ujitume bwana. Shajituma upate punch. Hawa sana wanataka pesa. Kikosa pesa unakuona kama ni harusi wana. Hawana kitu kwao. Umeona? Wana pesa. Hawa sana wanajeleka wenyewe. Usijali. Hapo iko best. Mimi niko na kabidi uko hivi kiasi. Nikakuona nikaamua nikukotea. Maana umekuwa na wasiwasi mingi, unafikiria vitu mingi bwana. But wewe zingatia mambo nimekuambia. Alafu tafuta pesa. Achana mambo ya pesa. Sawa, daktari. Sawa, fresh. Yeah. Kuona nikiwa mbali, lakini nimeona ni bora nikuje nisimamie tu wakati ukifika. Kwani ulikuwa unatoka wapi wewe ndio kaniona tu hivi? Hapana, nimekuwa kwa mishemishe zangu, unajua tena. Dharura kulipa. Okay, sio na wasiwasi. Sawa, mimi pia nimefurahi kukuona. Alafu sasa shida si kubahatika kupata huyo jamaa picha hiyo. Sana mimi nikuletee. Kuhusu ile story. Usiwe na wasiwasi, sawa? Haya yalipita. Lakini wapendeza. Mbona kwa mzuri hivi leo? Badilika. Siku zote huwa anakuwa tu hivi. Hapana, naona tofauti kabisa. Wapi? Mimi naona vibaya. Si mbona huwa anakuwa hivi siku zote? Si kawaida. Yaani umechange kabisa. Yaani vipi, mazuri hapo ama ni aje? Nzuri. Gani? Ile swala letu bila. Ile ambayo ulikuwa umeniuliza. Usiwe na wasiwasi, nishakuambia. Sawa. Kweli? Kama nataka nifanye nini ndio uamini? Acha hizo. Kweli? Nitakuamini vipi sasa? Au niamini wewe? Mbona una wasiwasi wewe? Basi tena nikupeleke kwenye mapenzi kidogo. Acha hizo. Hapo ndio nitakudhibitishia kabisa ile nakwambia.
Niko chini yako mkuu. Kijana. Mkuu. Kijana. Mkuu. Keti kijana. Safi sana mkuu. Kijana. Nilikwambia kijana. Nguvu yako ni mara 3 kuliko ambayo ulikuwa nayo. Asante sana mkuu. Umepandisha cheo. Umepandisha cheo. Safi sana mkuu. Hautalemewa na nguvu yoyote kuanzia sasa kwenda mbele. Hata mimi nisipokuwepo, mababu wanakukaribisha kwenye himaya hii. Utafanya kazi yoyote ambayo watu wanahitaji. Umenisikiliza kijana? Kama haungefanya masharti kwa wakati, nguvu zetu, hata mimi mwenyewe mkuu wako, nguvu yangu ingelemewa. Na hivyo ndivyo. Kazi hiyo ni kidogo sana kwangu. Sawa kijana, nimeona kazi unaiweza kwa nguvu yako yote. Ukiendelea hivyo hivyo, utakuwa kijana mwenye umaarufu. Mimi miaka yangu inasonga, nataka nikukabidhi himaya hii, na ukumbuke kwamba sisi ni wakanga maarufu kutoka Pemba. Subiri kwanza mkuu. Sawa kijana. Babu amekupa majina mawili. Ndio kijana. Mimi nitajiita mganga Punyeto. Ndio huyo kijana. Wewe utajiita mganga Kidebe. Arr.